iko katika hiyo kasa. Nadhani changamoto gani mnakabiliana nazo? Zilikuwa ni hizo za bei, zilikuwa zinatoka bei. Kwa hiyo sasa wizara imekuja na initiative ya kwamba tupate bei elekezi. Na changamoto nyingine ziko kwa sisi wachimbaji. Na hilo ndo nalitaka. Kwa sababu mimi ni huyu umeelewana naye 15,000 material labda. Wewe umeelewana naye. Mimi nafuata nyuma na bwana nasikia 15,000 mimi nitampa 10,000. Anakuja mwingine anasema nitampa 10,000. So hata ungekuwa wewe mwenyekiti ungechukua kule ulikokuwa rahisi. Ushapanga. Na kwa sababu hapa katikati hakuna ile mambo ya bei elekezi. So sasa hivi kupitia kwa ofisi ya RMO mwenyekiti wa Dagorema anajua, viongozi walikuwa wachimbaji wenzangu wanafahamu sana, mimi niko kwenye nimeanza vikao hata last 10 days tulikuwa na kikao katikati ya unajua nataka kujua pamoja na bei elekezi ya serikali, kwa sababu kazi yetu ndio kazi yetu kama vile serikali, pamoja kwa bei elekezi inaweza kufanya kwa fulani ikawa na madhara au ikawa inaumiza watu fulani. Swali langu ni kwamba nadhani kwamba ukiachana tuna swala la wao watumiaji, nadhani kwamba sisi wachimbaji sasa au supplier, nini kifanyike sasa tuweze, kwa sababu tukija na majibu sisi hata kikao chetu kile cha kesho tutakuwa na majibu mazuri. As a supplier na as a local supplier, to be honest, tunazo changamoto nyingi. Kwa mfano kama hizo nyingine ambazo ziko within. Kwa hiyo chama chetu hichi kinatakiwa kimoja katika vitu sia chetu Wizara ya Madini chenyewe nacho kisimama, kuona watoto wake wanakwenda vizuri, wanaheshimiana, wanakwenda vizuri, sawa lakini pia kiwasimamie, wachangie local, kwa sababu tusiache mashimo tu, kama nazungumza mimi mpaka vile ambapo vinanigusa mimi. Lakini kodi, kuna duplication sana za kodi. Kwa mfano mimi leo tuseme natoa Felispa Kilindi, huko ndani nitakutana na changamoto ya kila halmashauri. Sawa, kaika geti hapa halmashauri ya wilaya, maana geti hapa imeweka geti hapa, mpaka nikifika hapa kidogo umechoka. Kinachotokea ni kwamba the way unavyokwenda umbali mrefu, lazima bei itaongezeka. Kwa ndio maana lazima atanunua material ambayo iko 0 kilomita, ataipa advantage zaidi, na huyo atauza kwa bei yoyote anayotaka. Na sasa kuna haja tena kwenda mbali, kwa sababu tayari kuna vizuizi ambavyo vinaweza advantage itakuwa kwa huyu ambaye yuko karibu. Ndio maana yake kwa zile ambazo zinapatikana, kwa sababu siko material feldspar, limestone, soapstone, white clay. Kwa mfano white clay mpaka sasa inatoka hiyo. Kubaliana kimsingi kwamba ndivyo sana sisi kubaliana hilo. Problem nyingine kwenye upande wa serikali, tuchukulie sisi kama labda ni washindani au upande wa serikali. Problem naiona kwanza ni vizuizi vingi barabara. Maana yake mtu atakatoa Dolomite 5 atapata vizuizi vitatu kufuata pia hapa karibu na Dar es Salaam hapa. Lazima serikali ili iweze kuwa vizuizi kwanza itambue ushindani wa kibiashara na wajue kwa tunaweza kukubaliana kimsingi kwamba kama ni kodi ilipwe moja kwanza ile pia inasababisha delay sana, inasababisha pia delay, lakini wewe unasababisha delay sana. Kwa hiyo project ni part of the problem. Inawezekana kwa wenye viwanda ambao lazima tuzungumze nao, tunatakiwa kwa upande mwingine tukae nao, lakini tumeanza sasa kukaa nao, na ukweli mimi naona kama tunakwenda vizuri, wala hakuna mabishano. Ikiwa organi hizo chama wewe kama kiongozi na chama chetu kwa ujumla, serikali, lakini Wizara ya Madini zikikaa sawa na sisi wenyewe kuweka sawa kama binadamu, mara nyingine lazima tuwekwe sawa, tutakwenda vizuri. Fursa ziko nyingi. Sasa unajua kinachokuja kutokea mara nyingi ni hizo competition ambazo hazifai sisi wenyewe. Yaani kila mtu anataka kupanga bei yake. Mwisho wa siku baada ya kuwa tumeshindana tunarudi kwenye bei elekezi. Ndio sheria ndio mwarobaini. Kwa kimsingi mimi nadhani kwamba kuna haja ya sisi wenyewe kama miners kukaa kwa pamoja kama wana Dagorema kama Waislamu kuona kwamba mwenzetu mmoja akipata tena hiyo ndio inatokea sana challenge. Inaweza katokea sasa, na kama ni hivyo basi hata hivi tena na vile vinakuwa ni chache tunagawana. Lakini kusupply Felispa, supply changa wanatoa
wawekezaji sasa watageuka kuchimba wao wenyewe, na hiyo ndio naichunguza zaidi, kwamba mwisho wa siku kwa nini atoe, kwa nini asichimbe, au kwa nini asilete sitaki kutamka kabila za watu, kwa nini wasije wao kwa wao kutoka supply. Maana yake ni kwamba tukigombania hii fursa, mwisho wa siku wao wataona ni advantage kuja na watu wao ndio wao supplier, wao ndio kile nafasi ya shirika. Kwa Mheshimiwa Rais, hili kwa niaba ya wachimbaji, kwa nafasi yako uliokuwa nayo na chama unachokiongoza ambao sote ni wanachama, ili inatakiwa, hakuna uchumi ambao unaendeshwa nje, wa nje wanatakiwa kustimulate uchumi ili mlisimamie kwa nguvu zote. Haya bwana, asanteni sana waandishi wa habari. Tuko kwenye kiwanda cha Goodwill hapa. Bahati nzuri tumekutana na supplier wenyewe wako hapa na viongozi wetu wa Dakorema pamoja na investor, na kama mlivyoona kiwanda hiki ni kikubwa, kinatengeneza tiles lakini pia kinatengeneza glass pamoja na vikombe, na vinatumia madini karibu 90% kutoka Tanzania. Umeona kaolini hapa, Felix iko hapa, udongo mweusi uko hapa, sijui vitu ambavyo mimi nilikuwa sivijui kwa sababu ninachimba dhahabu, lakini nimeona fursa kubwa sana ambayo iko nchini kwetu, na sisi kama Watanzania lazima tujipange kuchangamkia fursa. Moja, tumeona changamoto chache ambazo tunaweza tukazitafutia solution sisi wenyewe. Kitu ambacho naweza nikaahidi hapa ni kwamba kabla sijaondoka mkoa wa Dar es Salaam tutakaa pale soko la madini Jumatatu na wadau wote, na uite wadau wote pamoja na changamoto zetu, tuweze kuandika walau kitabu cha way forward, nini tufanye, kubaliane kimsingi namna gani tutaweza kufanya kazi na investor wetu hao, sababu ni wa muhimu na sisi ni wa muhimu sasa, na ili tuweze kufanikiwa ni lazima kimsingi tuweze kwenda kwenye win-win ni wao wapate na sisi tupate. Lakini nitumie nafasi hii pia kushauri wachimbaji wote nchi nzima wanaochimba dhahabu, wanachimba Tanzania, tunafanya nini? Tusifikiri kwenda China. China iko Tanzania. China huyu hapa iko Tanzania. Unahaja kwenda Guangzhou, unahaja kwenda Beijing. Unaweza ukaja hapa Mkuranga, tayari kiwanda kiko hapa. Wameniambia bei zao ni reasonable kabisa. Naweza mkaja mkanunua vitu huku, lakini pia mkasupply na wao wakasupply kwenye kujenga. Naona kwenye mitandao tunaambiwa sisi miners hatujengi majumba, na mimi nimeona sasa nianze kutafuta materials zinapatikana wapi. Ziko hapa kwa kwa niendelee kushauri wachimbaji wetu kwamba pamoja na challenge zote ambazo tunakabiliana nazo, tufikirie namna ya kuwekeza na kufunganisha sekta. Mwisho, ndugu waandishi wa habari, nitumie nafasi hii kushauri serikali yangu RMO, mwakilishi wa RMO huko hapa, kwamba hizi changamoto tusipozitatua haraka sana, na naamini kwamba serikali hii ni sikivu chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini chini ya waziri wetu jemedari kabisa Anton Peter Mavunde, tuwezi kukaa. Sisi hatutaki kwenye sekta ya madini kuwa na maandamano au vurugu, hapana. Sisi tunaamini katika meza mazungumzo, kama kuna jambo tunazungumza tunapata solution. Kwa hiyo mimi nafasi hii kuomba wizara yetu ya madini kwamba tukae tutafute solution. Hakuna haja kugombana. Tunakaa sisi ni wafanyabiashara, sisi ni matajiri, ni mabilionea wanaokuja. Hakuna haja ya kukaa na kuonyeshana vidole. Kuna jambo tutakaa, tutazungumza, tutapatia majibu. Baada ya kusema hayo, mimi nishukuru sana, nishukuru supplier ulioko hapa. Thank you my friend. Thanks for everything. Na mwenyekiti nashukuru sana. Mungu awabariki sana. RMO. Mheshimiwa Rais, kwa nafasi ya kuongea na mwenyekiti, tunaomba sasa, kwa sababu ni ziara na hii ni ziara kwako maalum, labda kabla hujamaliza kufunga, tutaomba Mheshimiwa RMO azungumze pamoja na mwenyekiti, lakini pia na mwekezaji. Itakuwa ni jambo zuri, tutakuwa tumepata impact, story yetu itakuwa. Lakini la mwisho kabla hujamaliza, Mheshimiwa, lengo la ziara yako hii tembelee viwanda katika mkoa wa Pwani na kuhakikisha katika mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla, nini ambacho kimekuvutia kama rais wa shirikisho la uchimbaji Tanzania? Kwanza ziara yangu ni mwendelezo wa ziara nchi nzima, na nimejipanga kabisa mimi pamoja na timu yangu kutembelea mikoa yote Tanzania, lakini baada ya kutembelea mikoa yote Tanzania nategemea pia kutembelea nchi za Afrika zote, kuhakikisha kwamba kuna sekta yetu duniani nini kinafanyika. Kama mnavyojua dunia sasa ni kijiji kimoja. Mtu unaweza ukafanya biashara hapa na ukafanya China, ukafanya sehemu yote, na dunia inakoelekea, tunaweza nikasema kwamba tunaona mgogoro wa currency, yani ya shilingi, yani Kiswahili currencies, mambo ya kifedha duniani inakoelekea ni kwamba sasa tunaweza kwenda kufanya biashara ya barter trade, biashara ya kubadilishana madini, biashara ya kubadilishana vitu vingine huko duniani. Ni lazima tuhakikishe kwamba kama anavyosema mama yetu Samia Suluhu Hassan kwamba amefungua nchi, na sisi kama Tanzania lazima tujifungue sisi wenyewe.
tuone fursa zilizoko Dar es Salaam, tuone fursa zilizoko Geita. Hakuna haja ya kwenda nje kuonyeshana fursa, lazima sisi wenyewe ndani tuwe tumeonyeshana fursa kwamba watu wanaochimba madini ya viwandani watapataje fursa ya kuchimba madini ya thamani kama gold na tanzanite. Kwa sisi kama wachimbaji lazima tuwe ni wamoja, tuitane, tukae kwenye investment forum nyingi sana kuonyeshana fursa. Hatuna haja ya kuwa wachoyo kwenye fursa. Kwa hiyo hata mchimbaji wa madini ya dhahabu akitaka kuja kufanya biashara ya kusupply tu udongo apate fursa, na huyu wa madini ya udongo akitaka kwenda kuchimba dhahabu naye apate fursa. Hilo ndio lengo nalolijua ambalo ni nia njema ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nia njema ya waziri wetu pamoja na sisi viongozi wa FEMATA. Lakini nataka ni kuhakikishie tu Watanzania kwamba sisi kama shirikisho tunaendelea kushauri serikali vizuri. Kazi yetu ni kushauri serikali vizuri. Serikali sio kitu cha kushauri kwa mabavu. Kushauri ni kutumia mbinu na ukweli na fakti kwamba ili tuweze kuendelea na ili tuweze kumiliki migodi hii, ili viwanda hivi badala ya sisi kubaki kuwa masupplier viweze kuwa vya kwetu na sisi tuweze kuvimiliki, ni lazima tujipange na tukae tuzungumze. Hakuna haja ya kugombana. Kwa hiyo matokeo ya mazungumzo ndio yatakayotuletea utajiri na sisi kuweza kumiliki viwanda.